Kidawa, yaani sina lengo la kupotezea muda. Lengo langu kwamba nahitaji kujenga mahusiano ambayo yanaweza kupelekea hata familia mimi na wewe. Mbona uko king'ang'anizi? Saizi muda umeenda. Ngoja mimi niwahi kisimani. Tutaongea siku nyingine. Okay, sawa. Lakini basi nipatie hata namba yako ya simu ili tuweze kuwasiliana. Nitakutafuta bwana. Kidawa, wewe unaimba. Sema nini? Huku mbwinde kutoka we jao. Chansoma, yani uko utaimba lakini kutoka jao. Fanya mpango mwanangu wewe utoke. Yani hata kama sitokuchangia laki, milioni lakini utoboi muziki supporti. Chansoma, kwa fanya mwanangu huko utoke, nenda juu huko. Chansoma, au unasemaje wanangu? Iko hivyo. Kwa mwanangu ushauri wangu ndo huo. Ni kweli. Nenda mjini, yani iko vipi? Au unasemaje bwana Gambo? Oya unasemaje hapo mwanangu? Kwa hiyo ndio hata buza kule kuna maproducer. Sio buza, umesikia? Yani maisha kweli hapa akiingia kwenye process za watu wewe mbagala wasanii si mtiti. Ndio, kwa fadhili chunchu. Tunamfanya mpango mwanetu wewe. Sema mimi huko mjini wenyewe sina hata connection yoyote huko mjini. Bosi waze. Sikilizeni kwanza. Mnakumbuka mali tuna mechi? Kweli. Tuna mechi au sio? Sema nini? Jua lenyewe ili hapa. Si mnaona? Mapema basi. Hii mida kama vitu sangalai. Au sio wanangu? Oya mimi ngoja niende. Ambana gani? Nataka shetani. Tunabisha kweli. Oya Gambo. Yapo hiyo bwana mkuu. Ndoto. John shushe. Sema naye mwanangu anazingua kweli wewe. Aya. Unambeba. Hadi Mwanangu baba kaona kula kilo 100. Mwanangu umenishusha utamu. Mwanangu kasinde. Kabisa. Hebu toa hizi nyuzi. Umeona hizi nyuzi? Ndio. Zipo hizo. Tena kisu. Alafu mama. Shaanza. Baba yako nisumbue. Wewe unisumbue. Yaani muda wote maswali tu. Mama. Lakini uje mama yeye rafiki yangu. Unajifanya una akili wewe, Mama. Mimi hapa nina tatizo. Tatizo gani? Yaani mama, naona tu siku zangu haziendi sawa. Sijui nini tatizo. Doto. Mama. Njoo. Njoo nakuita. Ndio. Nitaka kukuulizaje? Ulivyokwenda kule kwa babu yako. Hawajakupa chochote kile? Hapana mama. Mimi sikupewa chochote. Zaidi ya hizi korosho pamoja na maembe ambayo nimekuja nayo. Mjomba wako mkubwa hajakupa kitu chochote kile? Hapana, hawakunipa chochote. Kweli? Hawakunipa chochote zaidi ya maembe na hizo korosho. Hiyo ni kawaida kwa mtoto wa kike kubadilika. Utakuta mara tarehe 10, 15, tarehe 20. Wala tasikusumbue. Kumbe ni kawaida. Maana ilinitia mashaka. Ala. Sio una mimba? Mimi sina mimba mama. Ilinitia tu mashaka kwa sababu nimepata mchumba. Babu hajakupa kitu chochote babu, labda mjukuu wangu nini? Si unajua babu yako anapokupenda. Anaweza akakutunikia kazawadi, unajua watu wazima wale. Mama, mimi nisingeweza kukuficha kama labda hata kama angekuwa amenipa hela, wala nisingeweza kukuficha. Ningekupa tu kwa sababu siwezi kukunyima mamangu, lakini
hakuna chochote ambacho amenipa zaidi ya hayo maembe na hizo korosho ambazo nimekuja nazo mama. Basi sawa, mimi nilifikiri labda kuna chochote babu amekupatia kwamba nenda nacho au kizawadi, watu wazima, utu uzima dawa saa nyingine. Hamna mamangu, ila isipokuwa kwamba waliniambia kwamba wamekukumbuka sana wewe pamoja na dada Kidawa. Yaani wamekukumbuka. Alafu mama, yani uwezi amini, babu amenisifia. Unajua kwa sababu gani? Yaani nilivyokuwa kule nikakamata shoka, nikamwambia babu, lete mikuni hiyo. Nikachonga. Babu yuko hapo pembeni hapo ananiangalia huko ananisifia. Hapo akaniambia kwamba nimefanana sana na marehemu baba yangu, kwani kuanzia nguvu pamoja na ushupavu wangu nimefanana. Alinisifia. Kweli Alisifia sana. Unajua na wewe ndio kijukuu cha kiume tena. Sasa na huyo mchumba niliofia baadaye sije kaleta madhara. Mchumba gani huyo? Mama bwana, tazama kama una haraka. Utamjua tu muda ukifika. Niangaikie kwanza mimi. Mimi nasubiri umlete. Haya, niangaikie ili mamangu kwanza. Nikipona tu nitamleta. Usijali. Haya. Limeisha hilo kwangu, tatizo dogo sana. Sawa mama, ndio maana nakupenda. Haya. Changamka, yani ule mzee katoa uda majamvi muda mrefu namzungusha tu. Kama dude hajakauka. Basi ndio hivyo. Mimi natoka kule ndo akaamua kunipa hizo korosho pamoja na hayo maembe. Basi haya. Sasa mama, mimi nadhani kwamba leo si tuna mechi hapo. Hivyo nataka nielekee hapo kwa marafiki zangu. Tuna mechi na watoto wa kule wa mlimani. Kwa mimi nataka nikuache hapa nielekee huko. Naenda kufungwa. We mama, kwanza hapa nachelewa. Mazoezi yenyewe hamna. Hapa mama nachelewa. Hapa. Sema ngoja kwanza nakunywa maji hapa fu. Haya. Sawa. Sasa mama. Bye, jioni. Mwambie dada chao mimi nimetoka. Enyi mizimu ya Kasomeko, mizimu ya Kasungamile, mizimu ya Nyanta Kubwa, enyi wakuu, mizimu ya Mzee Mwindi, niko mbele yenu enyi wakuu wote wa himaya hii ya mzimu. Niko mbele yenu kuomba mnisaidie, maana mambo yameisha haribika. Nimekuja kuomba nguvu, maana huko kuna mganga kikome anasumbua na ananitesa katika himaya yangu. Ninaomba kwenu mnisaidie. Mimi ni uzao wa mzimu huu. Niko hapa kuomba nguvu. Umekusikia, tumekuelewa. Tatizo lipo kwa binti yako. Tatizo lipo kwa mtoto wako. Endapo utakapotimiza jambo letu kwa mtoto wako, matatizo yote yatakuwa yameisha.
Jambo gani hilo wakuu? Mtoto wako anatakiwa afunge ndoa, na ndoa anayotakiwa kufunga ni ndoa ya kichawi, ni ndoa ya kimzimu. Endapo atafanikisha kufunga ndoa hiyo, sisi tutatoa azima kubwa itakayokusaidia wewe na ulimwengu mzima, na kwa masharti yafuatayo. Mtoto huyo hahitajiki kuolewa na mtu ambaye wa kuchaguliwa. Hatakiwi kuolewa na mtu ambaye wa kulazimishwa. Ampate bwana, ampate mume aliyempenda kutoka moyoni. Ukishafanikisha hilo na ndoa ifungwe ya kichawi, akabizishwe hapa, yeye akiwa na huyo mumewe, watapata kichanga. Kichanga hicho kitaletwa hapa iwe kama kafara ya mzimu, na hapo ndipo tutatoa nguvu. Utakuwa mkubwa kaskazini. Nimesikia. Asante mkuu wa mzimu. Nimesikia na nitaenda nikatekeleze haya. Asante sana. Nenda. Nenda. Nampenda mmoja, simtaki mwingine. Ini waze malizi hapa. Za asubuhi shoga yangu. Salama. Hebu subiri. Vipi? Kuna shida? Hamna shida shoga, umekuja kupugu huyo. Sielewi. Wewe ndo umekuleta hapa nyumbani asubuhi? Ndio. Asubuhi majumbani kwa watu. Uone aibu wewe. Aibu ya nini? Wewe unaosha vyombo? Muongo. Umeteka maji? Umefagia? Umefanya usafi wa nyumbani? Kwa nimekuja kwako hapa kunisema. Mtoto wa kike shogangu usafi. Uwaze kwanza na nyumbani kwenu. Lakini kwenu kwenye na imani hamjafanya chochote huko. Unakuja hapa. Niambia haraka upate kuondoka. Sasa hilo si ndio losahau. Niambie. Shoga yangu, sijui unamfahamu yule kijana mgeni anaitwa Maeli. Huyo kijana mgeni? Shoga yangu, jana muda naenda kisimani. Si nikakutana naye pale kwa mzee Juma. Akaniambia, Kidawa, nakupenda. Nihitaji niwe wako. Nihitaji nikuoe Kidawa. Shoga yangu, nimekuja hapa unipe ushauri. Sijui nimkubali. Yaani cha kwanza, kama umekuja kuniomba mimi ushauri, ninachokushauri kwa mimi, usikubali. Kwa nini? Nakwambia usimkubali kwa sababu mimi namjua tangu kipindi hicho. Aliondoka tu mara moja. Kaenda zake Dar es Salaam huko. Sasa hivi ndo ameamua kurudi. Yaani swala la kumkubali hilo kata. Yaani futa. Sikushauri kwa hilo ndugu yangu. Ikipita sketi yuko nayo. Likipita dela yuko nayo. Ikipita kitenge hakosi. Upo? Sikushauri ndugu yangu. Sasa utaingia kwenye mtumbu tu wa vibwengo. Bwana, wewe sio kweli. Kidawa. Mimi sikulazimishi. Lakini sasa mbona mimi ningejua?
Ningejua shoga yangu, mimi nimekuja hapa unipe tu ushauri shoga yangu, uridhie. Mkubalie uwe naye. Lakini nakuja hapa tena unaweka kipingamizi. Kama unamhitaji shoga yangu wewe uniambie. Sikulazimishi. Fanya kile kitu ambacho kwako unaona sawa. Ushauri kwangu mimi shoga yangu ndio huo. Ukiukataa basi. Basi sawa, uenda amebadilika shoga yangu. Acha tu mimi nimkubalie afu nione mwisho wake itatokea nini. Sawa. Ngoja nikuache nipeleke hilo moja. Na uende ukafanya usafi nyumbani. Uende ukaoshe vyombo. Yo.